Tu akiona yeye anafika mapema kwa kupata hisia tu bila kumgusa partner wake, hiyo ni dalili mojawapo. Au akiwahi kuingia bila kujishughulisha chochote, muda mfupi tu akawahi kufika mapema. Oh my God! Wow! Mada ambayo inagusa sasa hivi imekuwa ni changamoto kubwa kwa jamii tunayohudumia na inazidi kuongezeka. Na uzuri wa Taalamu sisi tupo. Kwanza nakushukuru kwa kuileta ili kusudi tuweze kuijadili kwa Tanzania wakaweza kujua tunaweza tukasaidia jamii kiasi fulani. Maana halisi ya premature ejaculation au kufika mapema, kuna tafsiri nyingi. Kwanza kwenye kufika mapema, kuna wengine wanasema kufika kileleni, wengine wanasema kuwahi kufika kwenye mshindo. Kwa hiyo tafsiri ni nyingi kwenye jamii za watu, lakini kisayansi kufika mapema au kufika kwenye kilele mapema, aidha kupata hisia ile ya tendo la ndoa. Unaweza mtu akapata hisia la tendo la ndoa hata kabla hajafanya wanaita penetration, hajashiriki kabisa, au akishiriki kidogo tu, hata haijapita sekunde, anakuwa amefika mapema au amefika kileleni. Sababu zinazosababisha hii premature ejaculation, kwanza kabisa ni sababu ya kisaikolojia. Ziko mbili, kuna sababu ya kisaikolojia na kuna sababu ya kibiolojia. Tukianza na sababu ya kisaikolojia, kwanza kuna kitu kinaitwa hofu, anxiety. Ile hofu husababisha mtu kufika mapema. Hofu tu, hofu anahofia tu kufanya lile tendo. Kwa hiyo akimuona partner wake tu, akaona labda ule uzuri tu, anaweza hata kabla hajavua chochote, nguo na nini, akafika mapema. Kwanza kwenye tendo, imeonekana wale watu ambao hawakufanya tendo ili mapema, walikosa experience toka huko nyuma. Anakuja mtu anafanya na miaka 35, ile hofu, nitaweza leo, nitafanyaje, inasababisha mtu anaweza kufika mapema. Kuna umri upo wa kufanya hayo matendo. Kwa hiyo kwa sababu ya kisaikolojia ndicho hicho hofu, mtu anaweza kawa ana depression, msongo wa mawazo, amefanya huko mashughuli au vitu vingi vya kijamii tu vikamsababishia msongo wa mawazo, inapelekea pia kutoperform vizuri. Kuna sababu mbili zinazochangia. Kwanza kuna sababu ya kisaikolojia, lakini kuna sababu ya kibiolojia. Sababu za kibiolojia ndio kuna zile mtu anatumia pombe au vilevi kupitiliza, hivyo vinachangia pia. Hizo sababu zipo za kibiolojia, lakini pia kuna sababu zile za madawa, sababu za tiba, afya. Kama mtu anaweza kawa na shida kwenye njia ya mfumo wa mkojo, hiyo pia inasababisha sababu za kiafya. Labda na tatizo lingine la homoni zinakuwa ziko balanced, hiyo pia inasababisha. Na hayo yote sisi Bugando tuna madaktari na tuna laboratory nyingi za kuweza kucheki matatizo ya homoni. Kwa kuna sababu hizo mbili, saikolojia na sababu za kibiolojia. Hapa tunaongea tu at least kwa kifupi, hatujaenda na ila hizo ndo sababu kubwa. Sasa dalili zake ni zipi? Mtu atafahamu vipi kwamba mimi nina changamoto hii ya kuwahi kufika mapema? Dalili zake atafahamu vipi? Ndizo hizo tunazoziongea hapa, kwamba mtu akiona yeye anafika mapema kwa kupata hisia tu bila kumgusa partner wake, hiyo ni dalili mojawapo. Au akiwahi kuingia bila kujishughulisha chochote, muda mfupi tu akawahi kufika mapema, hiyo yote ni
dalili za kujua sasa nahitaji nitafute wataalamu wa kunisaidia tatizo langu. Madhara ya kufika mapema yapo mengi, lakini kama unapojua tendo la ndoa ni tendo la siri na linahusisha partner wawili. Kwa hiyo disclose sana au kuweka hadharani madhara hata tunapowaona hawa partner inakuwa sio rahisi sana. Ila kwanza ni mahusiano kukosa furaha. Ya wao wenza hao kukosa furaha, kunakuwa hamna furaha punde wanapofika kwenye lile tendo. Na mengine ni kukosa kujadiliana mambo yao binafsi au kushirikishana. Kwa kila mtu anakuwa anamsukumia kidole mwenzake kwamba wewe ukuniambia una tatizo hili. Kwa hili linajenga hofu kwenye wenza hao. Kwa hiyo hayo ni madhara makubwa sana ya wenza hao kukosa furaha na kushindwa kujadiliana, na pia kuwa na hofu na kwenye maisha siku zote kwamba mimi sasa nina madhaifu haya, nikisimama na wanaume wenzangu nakuwa nikiona wanapatina wao masaa yote mimi nakuwa najitenga nao kwa sababu ya hofu ile wakianza kuzungumzia mambo ya mahusiano. Kwa hiyo hicho ndio kikubwa. Kwa katika nchi yetu tiba mbadala ziko kisheria na zimeruhusiwa, lakini kila kwenye jambo huwa kuna watundu hawakosi watu. Kwa kuna watu wanaleta vitu vingine ambavyo sivyo. Madhara yake pia inapelekea sasa matatizo haya tunayoyasema, kwa sababu unakumbuka mwanzoni tulisema kwamba matumizi mabaya ya vilevi au matumizi mabaya ya madawa mengine ambayo ya kuongeza hayo isababisha sasa tatizo la nguvu za kiume kwa baadaye, ikiwemo kumwaga mapema. Okay, kwa lakini ni vyema wakaanzia kwenye utaalamu kwanza, na zipo dawa hospitali na zipo dawa ambazo zimethibitika kisayansi zinasaidia. Na tiba tunawashauri watu, kuna tiba ya physiotherapy. Physiotherapy naweza tukasema ni mazoezi. Kuna mazoezi ya kufanya. Kwa nini kwa wanaume tu na upande wake hakuna? Au tatizo liko kubwa huko kwa wanaume? Okay, kwa hiyo kuna mazoezi ya kufanya, kuna kitengo cha mazoezi tunawadirect pale wakafanye mazoezi yale. Lakini pia wale ambao wako wenye anxiety, yani wenye hofu au wenye misongo ya mawazo, tuna madaktari bingwa pale. Baada ya kumuidentify mgonjwa tunampeleka kwenye wale madaktari bingwa ambao wanayadili na mambo ya msongo wa mawazo na hofu. Lakini pia tuna maabara za kucheki hizo hormone kama ziko balanced au haziko balance. Tuna vipimo pia vya kuangalia huku chini pako sawa. Vyote vivyo vipo. Lakini pia tunawashauri waache vilevi. Baada ya kumsikiliza historia yake vizuri, tuta-identify tu alikuwa anatumia vilevi vya aina gani na kumshauri aachane na hivyo vilevi kusudi arudi kwenye hali yake. Krimu ni kubwa kama unavyosema. Hatujaja na figa tu kamili kusema, lakini cha msingi jamii inatakiwa ijue haya mambo, tena sio siri sana kwenye dunia ya leo. Lazima jamii ijue, na tuko zama za ukweli na uwazi. Jamii lazima ijue, tuokoe ndoa, tuokoe wenza hao, na jamii iwe ya furaha. Kwa hiyo tiba sasa hivi zipo, tunatoa tu wito watu wenye matatizo kama hayo waje, tutawasaidia. Teknolojia sasa hivi inakuja na faida na hasara zake, na kuna wahuni wanapitia huko kwenye teknolojia.
hizo unazosema sex toys. Nguvu za kiume au malezi ya mtoto yanaanzia nyumbani. Kwa hiyo wazazi ni kuwasihi sana waanze kuangalia watoto wao nyumbani. Hata kama wakienda mashuleni, wakitoka mashuleni, wengine wanasoma boarding school, waanze kukagua na mabegi. Unavyosema hizo kuna sex toys. Wapo wanakuwa na hizo sex toys. Mambo mengi unajua wanapokutana mashuleni kule ndo wanafundishana. Kwa hiyo sex toys zipo. Wanatumia pande zote siku hizi. Zamani tulikuwa tunaona labda ni watoto wa kike, lakini siku hizi hadi wanaume wana sex toys zile. Kwa hiyo ukijumlisha hizo sex toys na hayo kujichua, pia inachangia kiasi kikubwa kuleta kufika mapema, kwa sababu baadaye madhara au wakati huu madhara yake baadaye kufika mapema, lakini pia inachangia hofu hiyo, ambayo hofu pia husababisha baadaye kufika mapema, kwa sababu umezoea midoli, leo unakutana na binadamu. Unaona hivyo Grace? Hiyo ni changamoto. Lakini binadamu anaongea, unakuwa na hofu. Lakini pia umeshazoea ukijichua, maana yake unafika haraka. Hiyo ukipata historia, kama umeshasikia watu wanapojichua, kujichua ile inaitwa ni fast track. Ndio unafika mapema ukijichua. Kwa hiyo wewe umeshazoea kufika mapema kwa kujichua bila kuwa na partner. Ukikutana na partner na ile stimulation ya tendo la ndoa, obvious utafika mapema. Madhara ya kweli unavyosema ni makubwa, na teknolojia inapokwenda lazima muende nayo, mpambane nayo katika kuelimisha jamii. Kama tunavyofanya mimi na wewe hapa, tunaelimisha jamii kwamba nini kipo duniani, na madhara yake ni nini kwa baadaye. Lakini tukikaa bila kuelimisha jamii, tukaona haya kuielimisha jamii, labda tunaongea mambo ambayo ni asili, tutakuwa tuisaidii jamii. Kwa hiyo mambo yanayoendelea kwenye mtandao, na sisi tunawapa alert kwamba mambo hayo baadaye na madhara, ina maana tunawasaidia kwamba wasiwe addicted kwenye hayo mambo. Ambao wako addicted tayari waje tuweze kuwasaidia huko hospitalini, tiba ipo, na warudi kwenye maisha yao kama kawaida. Nachosema, unajua jamii yetu sasa hivi kama unavyosema, tuko kwenye dunia nyingine kabisa. Na tunavyosema wazazi wamemaliza malezi, ndio maana tunasaidiana. Malezi yanaanzia nyumbani, yakitoka nyumbani yanaenda mashuleni kwa walimu, na wenyewe ni wazazi wanatusaidia kulea, lakini jamii kwa ujumla na taasisi za kidini zinaingia kwenye malezi. Na ndio maana tunahimizwa tuendelee kuwa tunaenda kanisani, misikitini na madhehebu mengine. Kwa hiyo jamii kwa ujumla, na kusemea mambo ambayo yanaendana kinyume. Tumeona kwenye vyombo vya habari sehemu nyingi zinasemewa labda kuna madanguro au kuna nini. Jamii bado inaendelea kulea, na tusikate tamaa. Tukisema tuache, nafikiri tutafika pabaya. Kwa hiyo vijana sasa hivi ambao ni wa moto zaidi kutokana na hii teknolojia, na ndio tunakuja kuona madhara yake baadaye ya kumwaga mapema au ukosefu wa nguvu za kiume. Lakini taasisi zipo sasa hivi, kama hapa Bugando tuna uniti mbalimbali za kudili na matatizo kama haya, na vifaa, teknolojia imetusaidia. Tuna vifaa, tuna maabara za kisasa, unaona, tuna chuo kikuu. Kwa hiyo tafiti nyingine bado zinaendelea. Kwa hiyo nafikiri tukipambana kama jamii nzima sisi ya Kitanzania, nafikiri tutaendelea.